Biblia imerekodi watu waliofanya miujiza chini ya jua. Kando ya Yesu Kristo, anayeongoza kwa kufanya miujiza kwenye Biblia si mwingine, ni Elisha. Yesu Kristo aliifanya miujiza 33. Anayefuata ni Elisha, miujiza 19. Nasikia miujiza 18 aliifanya wakati akiwa hai, anatembea, anaona, anasikia, anaongea. Lakini nguvu, double portion, nguvu ya Roho Mtakatifu hata baada ya kufa kwa Elisha ilibaki kwenye mifupa yake. Na Elisha alipokuwa amekufa, ameoza, amebakia ni mifupa, bado nguvu ya Roho ilikuwa ndani yake, kiasi kwamba alipogusana na maiti, maiti ikafufuka. Power, real power, life changing power through the infilling of the Holy Spirit. Hitaji lako wewe ni nini? Naomba ni propose kwako leo. Mpigaji anaweza akaanza kucheza wimbo. Naomba nipendekeze kwako leo. Hitaji lako wewe sio yote hayo unayoyatafuta. Na hitaji la kanisa sio pesa, wala sio wasomi. Hitaji letu kuu ni ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Maana tukimpata yeye, tumepata vyote. Nimesema tukimpata yeye, tumepata vyote. Ukimpata yeye, umepata vyote. Si fungu linasema Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, halafu mengine yote utafanya nini? Shida ni kwamba sisi tunakazana kutafuta mengine yote. Uponyaji, afya, pesa, promosheni, wachumba, watoto, furaha katika ndoa. Hayo ni mengine yote. Mtafute Mungu kwanza.